Kitao, samahani, kuna kikao kizima cha wazazi akizungumzia tu mada ya siku ya matangazo yetu maalum ya leo, tukiangazia utekelezwaji wa mtaala wa CBC. Kumbuka kwamba tunakujia mubashara kutoka runinga ya Kameme na vile vile hapa katika runinga ya K24, na kwa sasa tunampisha Majibu Kitao. Kwako Majibu. Na busara ulivyosema ni kweli, Majibu alipo ndipo shughuli ilipo, hata usihofu, kikao ni nacho, wazazi wako hapa, upande ule mwingine pia walimu wapo. Na sitapoteza muda kwa maana gumzo leo ni kuhusu huu mtaala, sijui niuite mtaala mpya wa CBC kwa maana ulizinduliwa mwaka wa 2017, miaka 7 baadaye. Ni mpya kweli? Nianze nawe Peterson Ombegi ambaye ni mzazi. Je, wewe ni mzazi ambaye una mtoto bila shaka ambaye anasoma mtaala huu wa CBC. Tangu kuzinduliwa kwa mtaala huu, kuna chochote cha kujivunia? Bile tumeshukuru sana kwa K24 kwa kuja kutuochi kwa ajili ya hii neno. Kwanza kabisa serikali wakati ilileta hii mambo ya CBC imekuwa changamoto kubwa sana kwetu, sababu preparation yao vile walikuwa wanapanga vile watoto wetu wataenda kusoma ndio tumeshindwa. Walitoa wapi hao walimu? Hatukuona college ambayo ilikuwa inafunza hao walimu kukuja kufunza. Hatukuona vitabu ambayo waliandika ya kuenda kufunza hao watoto. Hatukuona preparation yoyote katika mashule yetu. So tumekuwa na changamoto kubwa, na hata sasa tunaendelea kuwa na changamoto kubwa sana kwa hiyo CP. Asante sana Peter. Tunasema changamoto si kwa vifaa bali pia kwa walimu. Mwalimu alikuwa ananiambia kwa maana arifa kwamba kuna walimu ambao labda alikuwa anafunza hisabati na Kiingereza na sasa anafunza home science. Atatuambia kama alienda mafunzo ya wapi. Nije kwako Masi Karimi. Changamoto ni zipi, na labda uniambie kama kuna chochote cha kujivunia kwenye mtaala huu? Kwa majina naitwa Masi Karimi. Mimi changamoto mingi sana. Hapo awali mbele kidogo, nirudishe nyuma kidogo. Wenye walikuwa nasoma hapo mbele. Turudi nyuma kwa 844. Wakati hiyo wakiitishwa hizo vitu za kufanya, tulikuwa tunatumia mabox nini. Sasa hii changamoto yenye iko, tunatumwa kwa duka tununue materials. Sasa tunaenda tunanunua, kama huna mtoto ameitishwa kama leo na kesho aende nazo. Sasa na mzazi ana pesa. Sasa hiyo ni changamoto. Ameelezea changamoto nyingine. Awali hata mimi mwenyewe nilisoma ile mtaala wa 844 mimi na wazee wenzangu kama MC Dan. Sasa unasema kwamba wanapeleka material yenyewe, yani kama unafaa kushona unapeleka kama ni kitambaa chenyewe. Tunanunua. Na hizo nguo wanavaa? Wafaa, unaona inatumika tu, inakatakatwa. Bingwa, kuna chochote cha kujivunia? Kwanza tuambie kama ni mzazi ndugu yangu. Mimi ni mzazi. Mzazi wa watoto wawili. Hongera. Yeah. Na wote wako katika mfumo wa CBC. Naam. So ningelipenda kusema kwamba huu mfumo ni mzuri kwa kusema, lakini kwa matendo una changamoto mingi zaidi. Kwa sababu tungesema kwamba ni mswala ama ni mfumo ambao hawakuchukua muda kabla ya kutekeleza. So kwangu ningesema kwamba ni hali ya ghali sana. It's too expensive. Kwa kwamba ni wale ambao wanayo, kwa wale ambao ni walalahoi ama hawana pesa ya kutosha, kutakuwa na ugumu sana katika kuhakikisha wanafanikisha mfumo huu wa CBC. Pili, pia kwa lugha ya Kiingereza tutasema ratio. Utapata mwalimu mmoja, ndio mfumo uwe zaidi ama uwe na manufaa, inahitajika mwalimu mmoja angalau hahudumie wanafunzi wawili ikienda sana. Lakini unapata kwamba mwalimu ni mmoja, wanafunzi ni wengi. Sasa kuimpact your skill ama kuleta ile ujuzi ambayo unajua ni mfumo ambao ulikuja kusudia ulete ujuzi, baada tu ya masomo ulete pia ujuzi na kukuza talanta. Lakini ndio uweze kukuza ujuzi na talanta inahitaji kuwa na muda zaidi, na pia wanafunzi wapewe nafasi ya kufunzwa sako kwa bako wakiwa na mwalimu. Lakini idadi ya wanafunzi ikiwa wengi ni shida. Asante. Umesema kwamba mtaala huu ni bora tu kwa kusema, lakini kwa kutenda tena si kusema na kutenda, ni kusema tu. Yeah. Nije kwako Peterson Ombegi. Labda kulikuwa na shule ambazo ziliweza kuidhinishwa kwamba zinaweza kutekeleza mtaala huu wa CBC. Labda shule ambayo
wewe ni mzazi. Je, unadhani kwamba ina vifaa vya kutosha vya kuweza kutekeleza mtaala huu? Kusema kweli hakuna vile tumeona kwamba kuna commitment, kuna input ya serikali kwa yale mambo yote ambayo alisema kwa msimu huu. Sababu tuliona serikali ichagua komiti ya kuenda kuangalia na kufanya research kwa hii maneno ya CBC. Lakini inaonekana kwamba bado hatujapata njia mwafaka, kwa maana serikali haikuwa imejipanga. Kuna gharama ya maisha, kuna issue ya mambo ya chakula. Unajua hii ni mambo ya watoto wadogo. Ingejipanga kwanza mambo ya chakula shuleni, ijipange mambo ya tarasa, ijipange mambo ya viti. Sasa tukiona watoto wengine wanasoma hawana hata viti, ni changamoto kubwa. Kwanza hii itamalizika, wengine wako chini ya miti. So sisi tunashindwa kuelewa kwamba hii elimu walileta ilikuwa ya nini. Tuliona Rais Kibaki alikuwa na free education na tukaona ilifanya kazi, lakini hii imeshindwa kufanya kazi na tunashindwa kuelewa, kwani ni masomo hatuna ama ni walimu hatuna, ni nini ambayo iko kule ndani. Sauti ya mzazi anasema kuna uhaba mkubwa sana wa vifaa. Labda hali ni ipi katika shule ambayo wewe ni mzazi? Naweza ongelea kama mzazi, walimu wengine wanjasomea chenye. Naomba ukaribishe kipaza sauti. Haya, walimu wengine wanjasomea chenye wanaenda kufunza. So unaona mwalimu anaenda anaambia mtoto enda ushone hii, na yeye mwenyewe hajui kushona. Sasa mzazi ndiye anaenda kuwekelewa mzigo, anaambiwa mama, tumeambiwa tushone hii na ticha. Unaona sasa hata sisi na tu. Asante. Zio wazo lako. Labda niambie mwelekezi kabisa, baada ya hapa tutakuwa navuka pande ule mwingine. Kwa hiyo mjipange kabisa, ambapo kuna mwalimu, nitakuwa nazungumza na mwalimu pande huu mwingine baada ya yeye kujibu swali hili. Shule ambayo wewe ni mzazi, kuna upungufu wote labda wa maabara ama vile vifaa, hata uhaba wa walimu? Ningelipenda kusema unajua kuna wale ambao Mwenyezi Mungu amekujalia, kuna shule ya public na kuna ile ya private. So kwa wale ambao wana uwezo kupeleka watoto wa private, unapata kuna mahabara na kuna rasilimali ya kutosha. Lakini kwa wale ambao wanapeleka shule ambayo ni shule ya public, rasilimali ndio ipo, lakini sasa ni kwa uchache sababu wanafunzi ni wengi, zile rasilimali ni chache. Kwa hivyo zitatumika ndio, lakini hazitatumika kwa manufaa zaidi. So kwa mimi naweza sema sawa, kwa uwezo mdogo nimeweza kupeleka katika shule ya private na rasilimali ziko, lakini japokuwa wengi, asilimia mingi ya wazazi watoto wao wako katika shule ambazo ni za umma, na zile shule hazina rasilimali za kutosha, na unapata ya kwamba huo mfumo ndio utakuja kuwa na manufaa, lakini yahitajika mambo mengi zaidi yaweze kutimizwa na serikali. Asante Bingwa. Wacha niende upande ule mwingine pia vile vile. Wazazi wameweza kuongea, wacha nipate kauli ya mwalimu. Kwanza ataniambia, kwa maana wamewalaumu sana upande ule mwingine. Wanasema kwamba baadhi ya walimu ni kweli wanafunza mtaala huu wa CBC, lakini wanafunza masomo ambayo wao wenyewe hawakusomea. Labda nitaanza na yupi? Mwalimu ni huyu. Mwalimu, jina lako nani? Shule ni ipi? Na kwanza unafunza somo gani? Asanti sana. Kwa majina naitwa Catherine kutoka Ongata Rongai. Mimi ni mwalimu na ni mwalimu wale wa kitambo wa 844. Nimefunza kwa muda wa miaka 19 by now. Sasa kile mimi naweza sema, CBC haina kazi mingi sana, na sisi huwa tunafurahia kama walimu, kwa sababu watoto wetu ile kazi wanapewa kule hata nyumbani wanaifanya. Tuende katika upishi, utakuta watoto wa kitambo wa 844 hawajui kukoroga hata ugali, lakini watoto wa saa hii, huo mtoto atakupikia hadi mchele wa pilau. Hivyo sasa ndio mimi nasema hata kufua nguo, hao watoto wanajifulia nguo. Hivyo ni kumaanisha hii masomo ya saa hii CBC iko sawa kabisa. Mwalimu, sasa ni kweli wanafunzwa masomo ambayo labda hayakuwepo kwenye ule mtaala wa CBC, lakini hawa wanaofunza wenye hawa walimu, labda mimi naweza kuwa nilikuwa nafunza labda Kiingereza, Kiswahili ama hata sayansi, na sasa ninalazimika kufunza home science.
Je, unadhani kwamba kulikuwa na mafunzo ya kutosha ya wale walimu ambao sasa nilikuwa nafunza 844 kitambo na sasa nimerushwa pale kwa junior secondary? Asante sana kwa hiyo swali yako. Kuko hivi, wakati serikali ilisema watu kutakuwa na hiyo masomo ya CBC, hapo ndio shida iliingililia. Lakini before tuliitwa na tulikuwa tunafunzwa. Kama hapa Ongata Rongai nakumbuka vizuri sana, tulipelekwa pale Beacon of Hope na tukasoma masomo kwa muda kama wa wiki mbili. So ukiona walimu wa CBC wakifunza wako sawa kabisa. Mimi hapo nitasema wako sawa sawa kabisa, isipokuwa tu wazazi huwa wanalalamika wakiitishwa vitu mingi pale nyumbani. Tena ni wazazi wengi wetu hawajui mambo ya CBC. So mimi naweza sema tuvumilie ili watoto wetu waweze kusaidika. Kabla nizungumze na wazazi ambao wako hapa, labda swali la mwisho. Nimeshangaa sana, nimejua leo kwamba siku hizi hawaitwi headmaster tena, ni head of institution. Labda hata MC Dan mwenyewe mwelekezi kule studioni hakuwa anajua. Je, hili la head of institution ambaye alikuwa anafunza 844 kitambo na sasa yuko na walimu wa JSS ambao wamesoma degree na walimu wengi ambao walikuwa 844 labda hawana zile degree, vyeti vya degree. Je, unadhani kwamba hakuna ile wazungu watasema ni inferiority complex, kwamba inakuwaje wewe ni kiongozi wangu lakini labda nina kisomo kukuliko, kwa walimu ambao ni wa GSS wamesoma zaidi hata kuliko wale walimu wakuu? Asante sana kwa hiyo swali. Hiyo swali yako nitakujibu hivi. Wakati CBC ilianza, kwa zile shule ziko serious, wako na wakubwa wao na wametenganishwa. For example, tuko na shule yetu mzuri sana tunaipenda hapa Riverview. Hiyo shule sisi tulianza nayo, na wakati CBC ilianza, Riverview director aliweza kutofautishana. Hawa watoto hawakai pamoja, wako na principal wao na hawa wengine wako na wao. So hata wale wanafaa, kama kuna shule ijajipanga, inafaa ikuje Riverview ione director awaelekeze vile wanaweza kaa. Anazungumza kama mtaalam kabisa. Hai, nije kwako. Jina nani, na kwanza niambie wewe ni mzazi? Ndio. Na labda au nieleze, kwa maana upande ule mwingine wazazi washaanza kuzungumza, wameelezea changamoto zao. Labda shule ambayo wewe ni mzazi, changamoto ni zipi? Je, unapitia changamoto ambazo wale wazazi wengine wanapitia? Kwa majina naitwa Sara Mwikali. Niko na watoto wawili. Mmoja kwa grade 8 na mwingine kwa grade 3. Changamoto ni mingi sana, hasa kwa single mothers. Unashtukia umeitishwa kitu fulani na wanaitaka immediately. So kupata hiyo kitu mtoto aende nayo shuleni inakuwa ni ngumu sana kwa wazazi. So tunapitia magumu. Pia CBC si mbaya, inasaidia watoto wetu. Hasa nikianza na mimi, mtoto wangu saa hii anajua kupika kila kitu. So hatuwezi sema CBC ni mbaya. Shida ni iko very expensive. Hapo ndio tunaomba serikali waingilie kati, watusaidie pia. Hata shule za private kuna vitu pia wanaweza tusaidie kidogo kidogo. Asante. Anasema zaidi, sijui kamera yangu ni gani jamani, anasema zaidi ni gharama ya masomo haya ya CBC. Sasa nataka kuvuka upande huu mwingine, sijui nitawaita waje karibu ama nivuka upande ule mwingine. Haya, asante. Labda nizungumze na wazee hapa pia vile vile waweze kunielezea. Labda nitaanza nao, jina lako nani na changamoto iko wapi na huu mtaala mpya wa CBC? Wacha niseme kwa majina ni Benson Musangi, lakini masomo ilikunja ya sai tafadhali ilikuwa pale mbeleni juu wasasi wakuwa wanasumbuka sana. Kwa wakati huu wanasumbuka juu zile vitu ambayo watoto wanaambiwa wafanye ni wasasi wanawekelewa mzigo. Kwa hivyo masomo ile ilikuwa mbeleni, naonelea kama ikiwa mzuri kushinda wakati huu. Yes. Kwa hiyo changamoto ni gharama. Gharama ndio iko hali ya juu sana. Naambiwa kwamba wazazi wanaitishwa vitu kwa ghafla mno. Anaambiwa aje na kitambaa leo jioni, kesho kipatikane.
Je, labda kwako wewe changamoto ni gani? Jonathan, pia vile changamoto ni kuitishwa vifaa hivi labda mapema zaidi, ama pia gharama inaweza kuwa tatizo kubwa kwenye mtaala huu? Kwa majina naitwa Njeru Mungai, na hakika haya masomo ni mazuri ikizingatiwa na masomo ya hapo awali ama mbeleni. Haya masomo ni mzuri sana, kile kitu kiko ni gharama zaidi, lakini wale walipangilia haya masomo walikuwa wamepanga sawa sawa, lakini wale wako hajaweza kutayarisha vizuri, lakini masomo iko sawa sawa. Asante. Wengi wamezungumzia kuhusu changamoto za mtaala huu, labda kwako kipi kinafaa kuboreshwa kwenye mtaala huu? Okay, kwa majina naitwa Ng'ang'a Gakono. Katika hii masomo ya CBC tumeweza kujua ile mifumo ya 844 ilikuwa mizuri sana. Tukakuja kwa serikali ya Kibaki akaweza kuboresha masomo vizuri sana. Wakati kumeweza kukuja hii mambo ya CBC masomo yenyewe ni mzuri, ikikuja kufika ni mambo na vitu na vifaa ambao wanaitisha, hiyo kitu ingeweza kuwa kwa timetable. So kila dakika mtoto anakuja, leo anataka kuku, na ni kitu ambayo ungefikiria ni kuku inaweza itishwa. Na wakati hata hiyo kuku ikishapelekwa kwa hiyo institutions, hata hiyo kuku ujuagi imepelekwa wapi. So next time tunaogopa sana, tutakuja tuitishwe ng'ombe. Next time unaambiwa mtoto anaweza kuja itishwe mbuzi, na wengine hawana nguvu hata ya kupeleka hiyo kuku. So tunasema ya kwamba mtoto anakuja na vifaa, unaambiwa ushone. Unashangaa sasa, kwani mimi mzazi ndio nilikuwa nikuja nisaidie mtoto mambo ya kushona? Kama ni mambo na vitabu zingine, unawekelewa vitabu zingine tena hazikuwa mpaka kwa maadhirio ya timetable. So tunasema vizuri, mambo yote inafaa kuwa kwa timetable, na tunaomba sana serikali, sio kila mfumo kila wakati wa siasa waweze kubadilisha mifumo kwa mifumo. So tunasema serikali iangalilie kati na mizigo ya wazazi, sio wote wako sawa. Asante. Mwelekezi ananipeleka mbio kidogo, lakini itakuwa vibaya zaidi kama nikikosa kupata kauli ya bingwa hapa nyuma. Labda unieleze kwa kifupi tu, anasema wanatisha mpaka kuku. Wewe ushedishwa nini cha ajabu? Jambo, kwa majina naitwa Edwin Nyambane. Kusema kweli, hii mambo na CBC imetukalia kama zizi mzazi, inatukalia ngumu sana, kwa sababu unaitishwa hii, nyingine inaitishwa hii. Kwa kusema kweli, kurudi nyuma kidogo, kwa ile mzazi achiwezi, kuna shida sana. Kwa sababu kama nguo mzazi kununulia mtoto wake inakuwa ni shida, kama huyu mzazi mwenzangu amesema kuku, hata mimi naona ni gharama kubwa. Kwa sababu zingine unaona wanaleta Malawi, leta nini, ile ya 844 tulikuwa tunaitishwa kuni nafuta peke yake. Lakini hii gharama ya 844, hii mambo na CBC imetukalia ngumu sasa kama sisi wazazi. Asante. Busara, nimestaajabu ya vitambaa vya kushona, kumbe kuna ya kuku, na wanahofia hata labda wakati mwingine watatishwa ng'ombe. Ni lalama za wazazi hawa eneo hili la Ongata Rongai. Nitazidi kukita kambi eneo hili. Baada ya kutoka studioni nitazidi kupata kauli za wazazi zaidi. Kumbuka kwamba nina kikao pia upande ule mwingine, watazidi kunielezea tu kwa kina mengi kuhusiana na changamoto za mtaala huu wa CBC, na wanavyosema palipo dhoruba shwari pia ipo. Yepi ya kujivunia. Studio. Na asante sana Majibu Kisao, bila shaka tutakuwa tunarejea kwako hapo baadaye, lakini kwa sasa tuungane na mwanahabari Mumbi Chege atujuze wa Kenya wanasema nini mitandaoni kuhusiana na swali la siku linalohusiana na mabadiliko ambayo yanapendekeza yafanywe mtaala huo wa CBC. Kwako Mumbi. Naam, shukran sana mwenzangu Busara Naman, na upande huu tunazidi kuangazia yale ambayo Wakenya wanasema katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mjadala wa siku ya leo, tukiangazia masuala ya elimu na haswa mtaala wa CBC katika kipindi hiki cha kwanza. Na hivi sasa ni vyema tuangazie maoni ama jumbe za Wakenya. Kumbuka kwamba swali letu la siku unapendekeza mtaala wa CBC ufanyiwe
mabadiliko gani? Je, unapendekeza mtaala wa CBC ufanyiwe mabadiliko gani? Kumbuka unaweza zungumza nasi ama uwasiliane nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Upande wa Facebook Kameme TV Kenya na pia K24 TV, pia upande wa X ama Twitter ukipenda Kameme TV @Kameme TV Kenya na pia @K24 TV. Kwa hivi sasa wacha tuangazie jumbe kadhaa ambazo unazidi kutuma. Edwin Mutwiri anasema kwamba the government has invested so much on it, CBC. In fact, I was skeptical on it, but lately I can relate and see sense in it, save for the few incidences where I have issues with young children collecting garbage in sewage infected areas. Asante sana, maoni ya Edwin Mutwiri. Bishop Ward Anna anasema kwamba honestly speaking, I have a son now in grade 8. I have taken it upon myself to instill some of 844 knowledge. I can still remember CBC is nonsensical. Asante sana, maoni ya Bishop. Atunga Hazard anasema kwamba the truth is nothing is going on in those JSS classes. We have English literature teachers teaching maths and a maths or chemistry teacher teaching Kiswahili. Thank you. Asante sana. Hayo ni baadhi ya maoni. Anthony Kibeta anasema kwamba implication without proper resources has been the biggest hindrance to its realization. Charles M. Nyayo anasema kwamba CBC has been a total scam and of no benefit to the learners. Maoni ya Charles. Regina Waithera anasema kwamba kwangu mimi ningependekeza huu mtaala mpya katika kitengo cha shule ya sekondari msingi kiwe katika shule za sekondari. Secondary schools have almost all the main facilities needed for CBC. Maoni ya Regina. Daniel Njaramba anasema kwamba CBC has only massaged the egos of teachers. Asante sana Daniel, na tunazidi kuangazia maoni ya Wakenya kuhusiana na mjadala wa siku ya leo, mtaala wa CBC. Je, maoni yako ni gani? Ungependekeza mtaala wa CBC ufanyiwe mabadiliko gani? Unaweza wasiliana nasi ama uzungumze nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Upande wa Facebook kama nilivyo kuambia hapo awali, upande wa Facebook Kameme TV Kenya na pia K24 TV. Upande wa X @Kameme TV Kenya na pia K24 TV. Tutazidi kuangazia baadhi ya jumbe zako ama usemi wako. Hivi sasa nitarejesha kwa mwenzangu Busara Naman. Na asante sana Mumbi wa Mbugu. Na tukiondoka katika upande mwingine wa studio, tuelekee eneo la Kahawa West hapa jijini Nairobi, na tunaungana na mwanahabari Kimani Ngunjiri, naye anazungumza kazi eneo hili tuweze kupata hisia za pata Kimani. Shukran sana Busara Naman, ukiwa pale studioni pamoja na kikosi kizima ambacho kinaendelea kuwaelimisha Wakenya kuhusiana na mtaala ama mfumo huu mpya wa masomo alimaarufu kama CBC. Na bila shaka kilichotuleta upande huu vile ni kuzungumza na baadhi ya wataalam ambao wameweza kuwa na nafasi ya kutumika chini ya mfumo huu ama wamekuwa wakifunza wakati mfumo huu ulipokuwa unaanzishwa, na vile ambapo umekuwa ukiendelea. Ni mfumo ambao umekuwa na panda shuka za hapa na pale, kumekuwa na maoni ya kila aina, kumekuwa na tetezi mara nyingine, na vile kumekuwa na mapendekezo tofauti. Na jioni ya leo tutazungumza na walimu kutoka mojawapo ya shule upande huu ambao watatupea ni kipi ambacho wameweza kusoma. Asanteni sana kwa kujiunga pamoja nasi K24 na Kameme jioni hii, na tunazungumzia mambo ya mfumo wa elimu ambao unajulikana kama CBC. Wacha nikupatie dakika moja kwanza ujitambulishe, kisha tuingie katika mjadala. Asante sana Bwana Kimani Ngujiri. Jina langu ni Michael Muingi. Mimi ni mwalimu mkuu wa shule hii ya KBS School na niko na wenzangu hapa. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kupata nafasi hii kuzungumza na Wakenya na wazazi pamoja na wanafunzi
na walimu wenzetu kuhusiana na suala hili muhimu la kielimu. Asante sana, na kama vile ambavyo ulivyotaja ni kwamba ni swala muhimu na limekuwa muhimu kwa sababu pia limekuwa na mambo mengi ambayo yamejitokeza. Sijui ukiwa kama mwalimu ni mambo gani ambayo yameweza kujitokeza ukayaona wakati ambapo umekuwa katika mfumo huu? Kuna mambo mengi ambayo yamejitokeza katika mfumo huu. Mwanzo kabisa ningependa kuwashukuru ama wasimamizi wa serikali kwa mfumo huu mpya. Ukitukilinganisha sisi kama walimu, tukilinganisha na ule mtaala wa zamani wa 844, huu mtaala wa CBC ni mzuri zaidi kwa sababu unakuza zile thamani za wanafunzi, na tunapoendelea kufunza, kwa sababu sasa tumefika katika gredi ya 8, tumeona kwamba wanafunzi wanaendelea vizuri, na bila shaka kama nchi tunaendelea pazuri katika masomo. Lakini bila shaka hata kama kuna faida vile vile kuna changamoto. Sijui ni zipi ambazo umekumbana nazo? Changamoto zipo, japo sana sana tunaweza kusema zile faida ni nyingi kuliko zile changamoto ambazo ziko. Hata hivyo ninaweza kusema kwamba baadhi ya changamoto ambazo tumekutana nazo kama walimu ni kwamba kuna ule upungufu wa walimu wa kutosha katika shule nyingi. Vile vile tumeona kwamba kuna hili tatizo ambalo kama wewe ni mwalimu na ulisoma kitambo kidogo, ule mtaala una mabadiliko mengi ambayo yanaweza kukuchanganya. Kwa hivyo inakubidi wewe kama wewe ni mwalimu uendelee kubukua matopa ya vitabu wakati mwingine usiku, ili ukienda pale mbele ya wanafunzi wako uwe umejiandaa ipasavyo. Unahisi kwamba walimu waliandaliwa vilivyo ili kwamba wakaweza kuingia katika mfumo huu? Ninavyoweza kusema ni kwamba serikali imejaribu sana katika suala hilo. Hata hivyo pana upungufu hapa na pale. Asa kwa sababu huwa tunazungumza na walimu wenzetu wa shule za umma, tumeona wengine wakisema kwamba hawajajiandaa ipasavyo, na hata katika shule nyingine za kibinafsi kama shule yetu kuna wale walimu ambao hawajajiandaa ipasavyo, na hasa katika masomo ambayo yaliweza kuongezewa katika ule mtaala. Kwa mfano somo la muziki, kuna baadhi ya walimu ambao walisoma kitambo kidogo na wako na matatizo. Kwa hivyo tunaweza kusema kwa jumla, tunaweza kusema ni kama naweza kupatia 60% katika maandalizi. Kwa hivyo kuna haja ya kuboresha maandalizi ya walimu. Labda maoni yako ni yapi kuhusiana na kiwango cha wanafunzi na walimu, ile kwa lugha ya kimombo tunaita ratio? Hilo ninalifurahia sana katika shule hii yetu, kwa sababu ni shule ya kibinafsi. Wakurugenzi wetu ambao ni Daktari Moses Mwangi wamejaribu sana kuhakikisha kwamba ile idadi ya wanafunzi kwa kila mwalimu inafaa, na katika shule hii kwa kila mwanafunzi ama kwa kila mwalimu tuna idadi ya wanafunzi 25. Lakini tukiangazia pia katika taifa letu kwa ujumla, manake hatuko hapa kwa sababu ya shule yetu peke yake, unaona kwamba walimu wengi wamelemewa zaidi. Katika darasa unaweza kupata hasa katika shule za umma wanafunzi ni zaidi ya 80 kwa mwalimu mmoja, na idadi kama ile ni vigumu sana kuweza kutekeleza mafunzo ya mtaala huu. Shukran sana. Wacha nizungumze na mwalimu mwingine hivi nipate maoni yake. Shukran sana kwa kujiunga pamoja nasi. Na kuna swala hili ambalo tunalizungumzia, sijui maoni yako yanayohusiana na maandalizi. Hivi sasa tunaenda kuingia katika kile ambacho kinaitwa senior secondary. Maandalizi iko vipi? Asante sana Bwana Gunjiri kwa fursa hii, na jinsi ambavyo mwalimu mkuu mwenzangu alivyosema, ndaungana naye kwa kuunga mkono kwamba mtaala huu una mambo muhimu zaidi ambayo yameweza kusaidia wanafunzi wengi katika, hasa hata sisi wenyewe tunazidi kusaidika katika mtaala huu. Nikija katika swali lako ambapo tunazungumza katika ile kwa lugha ya kimombo tutasema transition, au katika katika grade ya wanafunzi ambao wako katika grade ya 8 ambao wanatarajiwa kuenda hadi grade ya 9. Tunaweza sema kwamba kwa sasa mtaala huu, kwa sababu hawa ndio wa kwanza ambao wanashiriki katika mtaala huu, maandalizi yanazidi kuendelea, na sisi kama shule yetu ya kibinafsi tumeweka mikakati kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanapata yale matayarisho ambayo wanafaa
hasa watapokuwa wakikalia mtihani wao wa mwisho hapo kesho mwaka ujao, ambapo utawawezesha kwenda katika senior secondary. Ningependa tu nisikie maoni yako kuhusiana na taifa nzima vile ambavyo limejiandaa, na hasa ikikumbukwa kwamba serikali ilikuwa imeahidi kwamba kufikia wakati kama huu itakuwa imejenga madarasa yapata 17,000. Je, unapotazama maandalizi ya kitaifa unayaona iko vipi? Asante kwa swali hilo. Kwa maoni yangu, sidhani kama kuwa serikali imefanya zaidi, ila najua wanajipanga kwa sasa kulingana pia na hali ya uchumi na changamoto ambazo zimejiandaa nazo, lakini najua kwamba ifikapo mwaka ujao au hata mwisho wa huu mwaka watakuwa wamejiandaa vizuri na ipasavyo, ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapoketia mtihani wao wa mwisho katika grade ya 8 na 9 samahani, watakuwa wameweza kufika na kupata yale mambo ambayo yanatarajiwa nao katika grade senior secondary. Shukrani sana. Tunapomalizia, iwapo ukipata nafasi kama ulionayo hivi sasa kupitia Kameme TV na K24, unaweza ambia serikali nini? Ni mapendekezo yapi ambayo ungependa kutoa kwa serikali? Pendekezo langu la kwanza ni kwamba serikali iweze kufanya juu chini na kuhakikisha kwamba wanafunzi hasa walio katika sehemu ya mashambani wanaweza kupata vifaa vyote vinavyotakikana, na pia kuweza kutenga pesa na kuhakikisha kwamba walimu pia wanaweza kuandaliwa vilivyo, ili kuhakikisha kwamba idadi ya walimu na wanafunzi katika madarasa yawe sawia, na wanafunzi hao waweze pia kuelimishwa na kupewa madaftari na kila kitu ambayo yataweza kuwasaidia. Naam. Naam, asante sana. Shukrani sana kwa sababu ya kutupea hisia zako jioni hii. Busara, hao ni wataalam kama ninaweza waita vile, kwa sababu wamekuwa katika mtaala huu, wameona yale ambayo wameweza kuyaona, vile vile wamependekeza yale mambo ambayo yanafaa kufanywa. Tutazidi tukizungumza na baadhi ya hata viongozi ambao watatupea maoni yao ya kuhusiana ni vipi ambavyo serikali inafaa kuimarisha zaidi mtaala huu mpya wa masomo unaojulikana kama CBC. Kwako Busara. Na asante sana Kimani Ngunjiri kwa kutupatia taarifa hiyo kutoka eneo la Kahawa West hapa jijini Nairobi. Na mtazamaji, basi wageni wangu tayari wameshawasili ndani ya studio. Ndio tunazungumzia swala zima tu la hali ya elimu nchini na cha mno kuangazia tu utekelezwaji wa mtaala mpya wa CBC. Basi nikianza na mkono wangu wa kushoto hapa karibu kabisa nipo naye Peter Wanjohi ambaye ni mkurugenzi wa shule ya Sharp, na vile vile kando yake tupo naye Joseph Kamau ambaye ni mwalimu mkuu mstaafu wa shule msingi ya Mwiki, na vile vile tupo na Rispa Mburu ambaye ni mzazi, na kwa pamoja basi tutakuwa tunazungumzia mada ya siku ya leo. Kwa hivyo mtazamaji, na kusihi uendelee kuwa nasi, maana tunachukua mapumziko mafupi. Tutakaporejea tu tutakuwa tunazamia kikao cha siku. Endelea kuwa nasi. Kameme TV. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee ufahamu wako mwenyewe. Katika njia zako zote mtambue, naye atazielekeza njia zako. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Ili kuset Mtumaini Bwana kama skiza tune yako, dial *811 *618#. Enjoy StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely
wonderful! Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down! Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Njĩtagwo Joshua Kimani Ng'aro na ndĩ mũikari wa Nairobi. Ndokire kũmenya dhahabu blood through social media. Njikarĩte dhahabu mĩaka 2, ngũrĩte matu na maridi nĩngũrĩte. Ingĩenda njĩre mbeũ njĩthĩ, wona mbia nini, ũthiĩ dhahabu na nĩmegũkũ direct na wambie kũinvest nao o kahora. Thengiũ mũno dhahabu nĩ tondũ wa gũtũtwarithia wega na twenderia mĩgũnda ĩ handũ hega na tũgakena nĩ ũndũ wa ũndũ Anybody can get stroke. Hepatitis ona no ũgĩe nĩ kũhutia mũndũ, thigino ya mũndũ. Kũmenyeka thĩna wa higo ti gĩkuũ. Andũ makoragwo mena perception ati TB nĩ gĩkorora. TB hatirĩ kĩga gĩtangĩhutia nĩ TB. Tanuka irio icio wega ũtanameria. Tiga mũkoroko. Tafuna chakula. Nĩ kũrĩ mũrimũ wĩtagwo broken heart syndrome. Hala, andũ arĩa mena kansa ya mahũri